get the point, take a step forward. Kuna katoto niliona siku moja kanaimba. Nikaona huyu mama hapa, mama huyu ameotea. Katoto kadogo kanaimba hapo nje. Hodari sana kwa mapenzi. Kanakatika, kanasema sasa mama anaona mtoto wake anaendelea kukua. Je, mama ataweza kusahau mtoto ambaye aliyemzaa, ambaye ananyonya, asimuonee huruma? Mama ataweza kusahau? Sijui kama mwanaume ataweza kusahau, lakini Biblia inasema je, mwanamke ataweza kusahau mtoto ambaye alizaa? Biblia ilijibu ndio. Lakini tena maandiko yanasema mimi Mungu niliye hai siwezi kuwasahau. Haleluya. Mungu wetu aliye mbingu hawezi kusahau. Lakini wewe utaweza kusahau Mungu. Maandiko yanasema wewe wakati utasipa, wakati utakuwa na vitu vyote katika maisha haya, utaweza kumsahau Mungu. Lakini Mungu hawezi kukusahau, kwa sababu yeye ni muumbaji wako, ni mwokozi wako. Unaposoma wakati wa Waisraeli, wakina mama walikuwa wanasahau watoto wao. Hata siku hizi mama ambaye ni hatari ataacha mtoto ambaye ni wa siku moja atoroka aende. Wazee, mtoto wa siku moja utamwambia nyamaza aje? Utasika wapi? Mtoto wa siku moja, mama anasema nimetoka, nimekuachia huyu mtoto na wewe ona jinsi utaenda na huyu mtoto. Uniachie mtoto wa siku moja, nitaenda wapi? Siku moja. Mama mko na kazi nzuri. Kazi mnayo ni nzuri. Kama unabeba mtoto miezi 9. Alafu ukizaa huyu mtoto akianza kuzungumza, unamfunza vile anaongea, unaanza kusema na mtoto kutoka nyuma. Nani kwa simu? Akimaliza ukimfunza, alafu ulibeba huyu mtoto miezi 9, anakusahau. Anaanza kuita baba. Amekusahau. Jambo la kwanza. Je, mama ataweza kusahau mtoto wake? Ndio. Akipata kazi ataona kazi kuliko nani? Mtoto. I want to preach you only one verse. Go with me to the book of Luke. The book of Luke. Which book have I said? Luke 2:41 up to 48. Luka ni 2:41 mpaka 48 inasema, basi wazee wake huenda Yerusalemu kila mwaka wakati wa sikukuu ya Pasaka. Na alipopata umri wake wa miaka 12, walipanda kama ilivyokuwa desturi ya sikukuu. Na walipokwisha kuzitimiza siku, wakati wa kurudi kwao, yule mtoto Yesu alibaki nyuma huko Yerusalemu. Na wazee wake walikuwa hawana habari, nao wakadhani ya kuwa yumo katika msafara. Wakaenenda mwendo wa kutwa, wakawa wakimtafuta katika jamaa zao na wenzao. Na walipomkosa wakarejea Yerusalemu, huko wakimtafuta. Ikawa baada ya siku 3 nao wote waliomsikia walistaajabu fahamu zake na majibu yake. Na walipomwona walishangaa. Na mama yake akamwambia, mwanangu, mbona umetutenda hivi? Tazama, baba yako na mimi tulikuwa tukikutafuta
kwa huzuni. Nizikize. I'm almost winding. Be attentive. Yaani siku moja maandiko yanasema kulikuwa na kijana mtiifu, na huyu mtoto alipotimiza miaka 12 aliandamana na wazazi wake kuelekea Yerusalemu kama ilivyokuwa kawaida yao. Walipanda na wazazi. Ilikuwa sikukuu ya Pasaka. Huyu kijana aliandamana pamoja na mama na baba yake. Na watu walikuwa wanaenda Yerusalemu ni watu wengi, umati wengi, wanawake, watoto, wazee, walikuwa wanaenda kwa sababu ya sikukuu ya Pasaka. Kama ilikuwa kawaida yao, walipanda kuelekea pale. Walipokuwa Pasaka, wakamaliza Pasaka, maandiko yanasema wakaanza mwendo kurudi kwao. Kwa sababu ya umati mkubwa, wazazi wa Yesu walitania, utatania aje? Ati walitania mtoto alikuwa miongoni ya umati. Wakateremuka, wakaelekea, wakafika kwao. Sijui kama waliandaa chakula, sijui. Lakini maandiko yanasema ya kwamba walipofika nyumbani walichanganyikiwa, wakapata ya kwamba huyu mtoto hayumo. Walikuwa na mtoto mmoja tu, hawakuwa na watoto watatu ama wawili. Mmoja akipotea ukizaa wane. Mmoja ukitania ya kwamba hapo karibu na majirani, ukiwa na 6 utafikiria wengine wameenda wapi. Maandiko yanasema ya kwamba walifikiria wazazi walikuwa wangapi? Wawili, baba na nani? Mtoto apotee ukiwa na wewe sio mgonjwa. Mtoto anapotea mchana tena. Hapa jana niliwaambia, nilisikia mama watoto wake walipotea siku 2. Sijui alikuwa na wangapi. Watoto wanapotea, lakini huyu alibaki wapi? Nyuma. Maandiko yanasema walipoteremka kuelekea kwao, walipofika nyumbani, walipata mtoto hayumo. Maandiko yanasema walianza kumtafuta sasa. Walianza kutafutana naye. Wakaenda kwanza kwa majirani, wakapata hayuko. Wakaenda kwa marafiki, wakapata hayuko. Wakafikiria kwenye mama alipotoka. Wote walielekea. Unajua mzee alikuwa anaenda karibu, lakini mtoto ulimfanya aende kwao. Mtoto alilazimisha huyu mzee aende huku kutafuta mtoto. Sijui waliambiana wewe na mimi nipitie hii, lakini bora mtoto afanye nini? Wakaenda, mtoto hakupatikana. Wakaamua ya kwamba sasa hebu turudi Yerusalemu. Walipoenda, nasoma maandiko, walienda safari ya siku ngapi? Kumbe mliala kitambo. Safari ya siku ngapi? 2. Watoto hawaanguki mtihani bure. Walienda safari ya siku 3. Maandiko yanasema walienda safari mwendo wa siku 3 wakitafuta mtoto. Sijui kama unga ilikosa. Walimtafuta. Walipofika kwa hekalu, mama alimuona kutoka kwa umbali akiwa na uchungu, akiwa na ukali. Anauliza, mtoto wangu ametoa mzee. Anauliza, mtoto wangu. Wazee sikize. Wewe una mtoto. Kazi yako ni mbegu, akisaliwa hauna mtoto. Anasema aje? Mtoto wangu umetufanya aje? Sijui sweta ilikuwa aje? Alikuwa amevaa sweta aje? Sijui viatu aliweka wapi? Lakini maandiko inasema hao wote walipanda kuelekea Yerusalemu kutafuta
mtoto. Walifika mama akawaambia, najua mtoto akiajiriwa mzee unaondolewa. Mtoto akiajiriwa unaondolewa. Hata nakumbuzwa ya kwamba mzee baba yake alikuwa analipa school fees. Mimi nilikuwa nalipa peke yangu. Sioliona vile nilikuwa nafanya kazi. Nilikuwa nafanya mchengo. Nilikuwa nafanya kazi nzito ili nione umekuwa mtoto wangu. Sasa mzee amefanya nini? Ameotolewa. Hiyo ni ishara ya kwamba wazee chiatari. Chiatari. Mama amesema mtoto wangu wakiwa wawili. Mtoto wangu wakiwa wangapi? Ukiona mtu akisinzia saisi ana blanketi. How can you slumber at this moment without a blanket? What if you are given a blanket? What will happen? How can you decide to slumber in the church? Are you normal? Can you greet your neighbor and tell him don't slumber? Hello? Are you here? Let me see by the show of hands. Hallelujah. Sasa mama alipofika akasema, mtoto wangu, mbona unatufanya hivi? Sasa analeta mzee karibu sasa. Namwambia, mimi na baba yako tumekutafuta siku 3 na umetukosa. Na mtoto alikuwa na changamoto. Kawaambia, nami ninao uwezo wa kukaa kwa nyumba ya nani? Ya baba yangu. Nisikize. Children are a gift from God. Let not your child be a burden to you. Mtoto asiwe rahana kwako. A child is a blessing. Given the right direction to that child. Juzi niliwaambia kazi sio kusaa. Kazi ni kumlea nani? Mtoto jinsi inavyompendeza nani? Mungu. Kuna katoto niliona siku moja kanaimba. Nikaona huyu mama hapa, mama huyu ameotea. Katoto kadogo kanaimba hapo nje. Hodari sana kwa mapenzi. Mama yake akizielewa, mzee wa boma akizikiza. Kuna katoto kingine niliona kana katika kanasema Sasa mama anaona mtoto wake anaendelea kukua. You are responsible. When God will come, you will give accountability. Hello? You will give an accountability the way you train your child. Ati katoto katika hapo nje na nyinyi unakatazama. Huyu mtoto, unapozaa mtoto siku moja, Mungu anapoleta ufalme wake, lazima utasema mtoto wako ulimwelekeza aje. There are 8 things that makes somebody to forget. Kwa nini hawa wazazi walisahau? Kwa nini walisahau? Hata siku moja nilikuwa navaa socks siku moja. Nikaleta socks 2 yangu. Nikatoa moja, nyingine nikakalia. Sasa nikavaa moja. Nikasahau nimekalia. Nikaanza kutafuta nini? Nikatafuta. Ilikuwa wapi? Ilikuwa nimekalia. Kuna vitu vinafanya mtu kusahau. Moja. Ya kwanza, over talking. Mtu anapoongea sana, kila
kitu kile ambao kilimchukua atafanya nini? Atasahau. Hao waasasi wa Yesu walipotoka Yerusalemu, kusahau mtoto hiki kuwa desturi ya kusahau, lakini kwa sababu waliingia kuongea, walipoingia kuongea kwingi, mtoto akafanya nini? Akapotea. Jambo la pili, overeating. Nimesema nini? Sasa waja nikuulize, ukiwa na mtu ako na deni yako, deni, akuandalie chakula kabla hujamuuliza deni, ukimaliza kukula utamwomba deni? Utamwambia nilikuja kukusalimia, asante sana, tuonane. Kwa sababu umefanya nini? Umekula. Tumesema jambo la kwanza Number 2, Number 3, malitude. Sema malitude. Umati. Yani watu wengi. Nimesema jambo la 3 ni gani? Hata hapa mjiatari. Mtoto ataweza kusahaulika. Mtoto. The topic you are to write, where's your child? The topic, where's your child? Where's your child? Okay, nimesema jambo la kwanza nini? Tuende pamoja. Jambo la kwanza, Number 2, Number 3, Number 4, stress. When unapokuwa na nini? Na mafikira. Unapokuwa na mafikira. Kuna mtu anapiga hesabu njiani peke yake. Anapiga hesabu, anatoanisha na kuweka pamoja peke yake, hakuna mwalimu wa hesabu, peke yake. Hiyo ni kitu ya ngapi? Tumesema nini? Stress. Kitu kingine age. Miaka. Hata utakuwa na vitu ambao unaweka kwa kitchen yako. Yaani unaya vitu ile, kingine unaweka chumvi, kingine sukari, kingine nini? Alafu unaanza kupasa. Nani amechukua chumvi? Na chumvi ikifanya nini? Ikiwa. Na kumbuka siku moja nilipokuwa primary. Siku moja we were sent cooking oil, lakini ilikuwa hii sasa ya maji. Ilikuwa ile ambayo ni ilikuwa ile ndamana ile. Tukaenda, tulikuwa vijana 3. Tukaenda, tukanunua mafuta. Tukaanza story. Mmoja akasema hapa kwa hii mchi kuna mapera. Tukaenda huku kwa mapera, yani wavas, tukaelekea pale. Mmoja alikuwa na mafuta kwa mfuko. Akatoa ile mafuta akaweka chini ya nyasi. Na kulikuwa na ndume ilikuwa inakula nyasi hapa karibu. Sisi tumepanda kwa mti. Tukasahau mafuta wapi? Ile ndume kula nyasi, ikakula nyasi. Unafikiria ilipofika kwa mafuta ilisema mtoke kwa mti mpate mafuta hapa chini? Ilikula nyasi pamoja. Ulipotoka kwa mti, mapera sasa kwa mdomo kwa wingi, kwa mkono kwa wingi, kwa mifuko kwa wingi. Sasa waje tufike chini, hakuna mafuta. Mesa ile iko kwa mdomo. Ukaanza kutapika ya kwanza. Kwa sababu mafuta imefanya nini? Imepotea. Ya pili unaruhusa ni ya wapi? Ya mikono. Ya 3 tukimaliza ya mifuko, sasa waje tuanze kuulizana. Unatoa mafuta wapi? Na siku hiyo wakati huo walimu wa primary
walikuwa kucharaza, walikuwa wanajua kutoa miti. Kulikuwa na mfupi hivi kama mimi ni mrefu. Sasa tukakaa mpaka saa 8 ndio tunakuja wanaume. Tukapata shule imenyamaza tu kutoka huku. Sasa kijana mmoja akasema hapo Kisii, akasema unajua, nikawauliza si tutapigwa sana vile tumechelewa tangu asubuhi. Mmoja njiani akasema kuna kitu tutaweka chini ya ulimi. Chini ya ulimi. Tutaweka chini ya ulimi. Tukifika hiyo kitu itazuia mwalimu atuachilie. Kila mtu akatafuta ambaye ichakuwa akaweka. Si mmoja alituambia tuweke. Tukaweka. Hawa si ni watoto wote. Tukaweka. Tulipoweka sasa tukaanza. Mafuta iko, tuko na mafuta. Mafuta tulienda, usiulize mafuta tulienda kwa sister yangu akatusaidia mayai. Tukauza mayai. Tukanunua nini? Sasa mapera. Tukanunua mafuta. Sasa tulipoingia kwa geti hii, mwalimu alikuwa anatulinda hapo kwa geti, anasimama hapo. Akauliza, "Vijana, mnatoka wapi?" Utajibu. Akasema njoo. Akasema enda pale. Enda chini. Nikauliza huyu sasa alituambia. Vile tunaenda chini hivi tumeanza kazi. Nikaona siwezi tangulia kutoka hapa. Huyu yule alituambia tuweke, akaanza. Yule alisikiza wa pili akakuwa wa pili hapa na mimi nikawa mwisho hapa. Yule mwalimu alianza miti 5. Nikakumbuka kumbe hata hii kitu haisaidii. Tulicharasu bure. Usahau ni kitu mbaya. Usahau ni kitu mbaya. Usisahau mtoto wako. You know, there is a very important lesson here. I want you to get from here today. Forgetting Jesus, you will die before your time. Forgetting Jesus, you will never recover your wealth. Forgetting Jesus, you will never get old. Forgetting Jesus means you will be just overboard because you have forgotten your Savior. To forget your Savior, you will die because you will never go to heaven. Forgetting your Savior. Ukiona mtu anaposengenya mtu, usimshangae. Ni kwa nini anasengenya mtu? Huyu alisahau Yesu kitambo. Ukiona mtu akija kanisani late, usianze kuuliza leo umekuja late na sabato ile ulikuja late, usianze kuuliza maswali wewe. Huyu alimsahau kitambo. Ukiona mwanamke akigombana mpaka anatusi mumewe wakija kanisani pamoja, usiulize wewe si Mkristo unatusi mume wako. Usiulize huyu waliachana na Yesu. Sasa yeye ni dictionary. Siniwaambia kuna watoto wengine hawachaelekezwa vizuri katika maboma yetu. Mgeni akikuja hivi anaanza kusema sahani yangu. Sahani yangu. Na unasikia mama anasema mgeni usifadhaike sana. Huyu mtoto ako hivyo. Mtoto ako hivyo. Na ukiwekea mgeni nyama anasema nitatoa. Wewe unakula kwetu. Huyu mtoto achaelekea. Huyu mtoto akiwa na Yesu ataheshimu wageni. Ni wangapi mko na mimi? You know,
As you are seated, you might find that you forget Jesus long time ago. Ndiposa wengine mko na gisiagi hapa, unafungua gisiagi mpaka saa 2. Saa 2 ya Friday. Kwa sababu ulisahau nani? Kuna wengine mlienda kununua vitu leo. Sio wewe mbaya. Ulimsahau kitambo, uko peke yako. Wengine wanasema kanisani tunaomba pesa saa. Kila kitu, kila sabato ni mchango, kila sabato ni mchango. Unalalamika, wewe sio peke yako, ulimsahau nani? Wangapi mko na Yesu nione? Wacha kuharakisha mikono. Unajua kuna wengine mlichaguliwa, wengine mkakataa. Wengine mkasema tutamuona vile ataendesha hii kanisa. Najua washiriki ndio hatari siku hizi. Hata mkigombana hawezi kukusamea haraka. Hawezi kukusamea haraka. Huyu waliachana na Yesu kitambo, ako peke yake, ako mkafu. Mkate kafu. Nilisikia mzee mwingine asubuhi na jioni, mkate. Mkate 50. Watu waliacha Yesu kitambo. Ukiona mtu hata akiwa sawa na suti, akiwa salama, uso yake inametameta, lakini alimsahau Yesu kitambo. Unajua watu wanasema tuko tao, tuko majuu, tuko nai. Watu wa Kinairo. Watu wa Kanairo. Naambia watu faa vizuri, my dress. When you say my dress my choice, uliachana na Yesu kitambo. Uko peke yako. Halo? My dress hata vijana wa kiume wrongi. Badala ya kufaa vizuri, unaleta mpaka chini. Unaona ni nyuki imeanguka hapa ama ni nini? Wacha kuuliza maswali mzee. Huyu kijana waliachana na Yesu kitambo, hapo peke yake, acha apanda kuelekea Yerusalemu, wakutana huko tena. Watu walimsahau Yesu kitambo, hawachaanza safari ya siku ngapi? 3. Ukitaka kukutana naye, ukimsahau tena, lazima ukumbuke ulimwacha wapi, uanze kutembea mpaka mkutane naye. Ukikutana naye utakuwa salama, utaanza kuimba ukisema Yesu ni mwokozi wangu. Ukiwa naye. Unajua hata simu yako Mkristo, simu yako ndani nyimbo kidogo, nyansembo kidogo. Mtu asikuulize siku moja hapa kwetu, siku moja ile. Kuna mwalimu alikuwa anastaafu huko kwetu. Sasa wakaniambia, basi utakuja kusoma maandiko. Nikaenda. Kumbe na kwaya ilikuwa inaandaliwa makwaya 4. Alafu nikasoma, nikahubiri nikamaliza. Alafu kuna mwanamuziki hapa kwetu alikufa. Alikuwa anaitwa Marungu. Alikuwa anasema watoto wake walipotea huko Botende. Akaanza watoto wake Kisii sasa. Otondi na Musiru. Alipofika Tondi ile kwaya yote ikaingia kwa Tondi. Nikakuja kusangaa, hata kwaya itameswa, itakuwa peke yake, itakuwa kafu bila nani? Yesu. Unajua hata kwaya ikienda safari isipoimba, wakirudi wataanza kugombana njiani. Hawakuona ya kwamba tulitoka mbali. Utambuzi ilienda wapi? Mkigombana mkienda safari, sio nyinyi mko mbaya. Simuliachana kitambo. Mko peke yenu.
Ni wangapi wanataka kurudi Yerusalemu? Yerusalemu warudi? Kuna wengine hawachaelewa. Okay. Wangapi wanataka kurudi Yerusalemu wakutana na Yesu? Leo nataka kukuandaa ya kwamba ukutane na nani? Yesu. Uende mpaka wapi? Yerusalemu. Uanze safari. Kama hujabatizwa ulimwacha kitambo. Kama hukuli Pasaka ulimwacha kitambo. Leo nataka nikuambie ya kwamba rudi ili ukutane na huyu mtoto. Rudi ukutane na mtoto. Rudi ukutane na mtoto, na mtoto si yule ambaye ulizaa. Mtoto ni yule aliyeangikwa msalabani kwa ajili yako. Mtoto ni yule ambaye alikuja kutoka mbingu kwa sababu yako, na huyu anakuja kwa sababu yako. Huyu mtoto ni Mwokozi wetu. Huyu mtoto ni Kristo Yesu, ndiye anayekuja upesi. Wasiriki wangu, nataka kuambia ya kwamba siku ya leo, mchana wa leo, kukutana na Yesu kwa jina la Yesu. Get the point. Take a step forward.